wapite wafungue mji, wapite wafungue mji. Asalimie customer mrudi. Ngoja apite. Twende hivyo. Aende. Nenda. Acha kwanza William mgeukie kwa William pale kwenye gorofa. Uko live. Aenda kwa William mgeukie pale. Utaacha hivi. Unatika batatu. Acha ya bana hii. Enda. Damu ya mara inaingia Sirari. Nani anauliza? Enda. Wewe weka pembeni bro. Toa boda. Ingia. Mtaka kuingia? Sawa, ingieni. Ona ngeuke kwa William pale. Kwa William. Nendeni mbele kwenye mziki.
Taruho. Wai mgeuze msafara, wai mgeuze msafara. Geuzeni msafara. Wageukie kwa William, wageukie kwa William. Yuta nipigie kwa William. Muda tuwai uwanjani, geuka. Geuka tuwai. Wewe sogeza roli tutoke. Brother, tunani muda. Kwani wewe uoni watu ni wengi? Sogeza bana. Prosper, nenda muda. Mwambie Prosper ongeze mwendo kidogo muda. Bana reli. Sogea. Gari chomoka bana saa 12 ndo najua.
Sasa taleba hamiga maube hangine gari yae. Bombengo mobali. Organic. Muntu atasomberu hano. Hapa hatujasomba. Tumekuja wenyewe. Au wewe umesomba? Wewe umelipwa? Hamna, na kusomba kweli sisi na sisi mlina somba hapo. Tumekuja wenyewe. Mkilia barabara. Hii gari iende upande huu. Mwambie huyo ashuke, muda wa kushuka umefika, washukia hapo. Atoe gari iende upande ule. Hiyo bajaji isogee kidogo. Wewe ana kero. Mwenyekiti wetu wa kanda Lucas Ngoto anaweka logistics
Mkoa wetu wa Mara Mwalimu Chacha Heche anaweka vitu sawa. Kamata mzee Tamtami yuko pale. Namuona katibu wote makamanda yetu sasa. Makamu mwenyekiti Heche anashuka kwenye gari. Anaongea pale na mwenyekiti wetu wa kanda. Anamsalimia pale katibu. Yuko pale mwenyekiti wetu. Mwalimu Chacha Heche anamuongoza. Wako pale. Naona Dr. Lucas Ngoto anamwambia kuna mtu asemsalimia. Anasalimiana pale. Mwalimu Lucas Ngoto yuko pale ameambatana. Sasa mbona anakataa? Mbona anakataa? Wanamkaribisha naambia hapa ndio uko nyumbani. Hawa ndio umma. Hawa ndio wako na wewe. Na muona pale mzee Sasi yuko pale. Wote to show love, show love, show love. Show love, show love. Show love, show love. Show love, show love. Wote to show love. Show love. Tunamwambia welcome family of the soil. Mtoto nyumbani, karibu home. Tunamwambia karibu nyumbani. This is home. Karibu nyumbani. Hapa ni nyumbani. Sasa hapa Mchacha anamwambia salimiana na watu wake. Anaongozwa Lucas Ngoto. Anasalimiana na wazee wetu, mama zetu, anasalimiana na viongozi. Mwenyekiti wetu wa mkoa Mwalimu Chacha Heche yuko pale na mwenyekiti wetu wa kanda Lucas Ngoto. Sasa karibu sana jukwaani, karibu sana mtoto wa nyumbani. Tunasema son of the soil, hapa ndo nyumbani. Na makamu mwenyekiti ameingia, wote tupige kelele wote, tushele. Asante sana, karibu sana makamu mwenyekiti. Hii ndo home na home ndo hapa, na wote tumefika salama. Asanteni sana watu wa Sirari, hongereni sana. Makamu mwenyekiti, karibu sana. Sasa naomba mzee wetu mzee Sasi, karibu na kuomba jukwani. Asante, niko hapa. Karibu sana katibu. Sirari Peoples Chadema. Nawashukuru sana Sirari. Majina yangu naitwa Zabloni Ingari, ni katibu wa Chadema wilaya Tarime. Mheshimiwa makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti ndugu Lucas Ngoto, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Mara Mwalimu Chacha Heche, viongozi wote wa Chadema, ndugu wananchi, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya yote, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee, kwa namna ambavyo ametujalia kufika mahali hapa leo. Kabla hatujaanza ratiba yetu, naomba mchungaji aje atufungulie kwa maombi ili tuendelee na ratiba nyingine. Wakati huo naomba na shehe ajiandae tafadhali. Karibu. Sirari oye! Tuombe, tumwamini Mungu sisi wote. Baba Mungu wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyetupa taifa hili tukufu la Tanzania, na wewe ndiye unayetuongoza na hasa katika jambo kuu la amani na haki. Na wewe ni Mungu ambaye tunakuamini utakwenda kulivusha taifa letu katika hali ya utukufu wako siku zote. Na Mungu wa amani, naomba neema yako juu
ya jambo linalofanyika katika viwanja hivi, kwa sababu ni kutangaza haki katika taifa letu. Baba, msaidie kiongozi wetu, simame pamoja naye katika kila hali, safari zake na maisha yake kwa jumla, lakini katika jitihada za kisiasa. Ninaamini kwamba Mungu wetu uko pamoja nasi. Hata wananchi hawa ni kwa sababu wanapenda haki, na ndio maana wamehudhuria mahali hapa. Hivyo Bwana, tusaidie, tubariki, tuongoze katika kuelekea katika safari hii ambayo ni njema. Neno lako lasema katika Mithali kwamba haki huinua taifa, na hivyo Mungu tunakushukuru kwa ajili ya haki. Lakini Mithali 12:28 inasema katika neno lako, katika njia ya haki kuna uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Hivyo tunaamini kwamba haki italeta uhai katika taifa letu kwa mambo yote jumla. Baba yetu, tunakupa utukufu na heshima kwa ajili ya mji wa Sirari, wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara, na taifa letu kwa jumla, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Tunaomba ombi kutoka kwa shehe, tafadhali. Karibu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimi kidogo nitatumia lugha ya kigeni, tanisamehe inshallah. Wote tuitikia amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amen. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين. برحمتك يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Asante. Sirari peoples. Chadema huwa tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu, na ndio maana mapepo huwa yanashindwa katika shughuli zetu za kila siku za kuwatetea wanyonge na rasilimali za nchi hii. Peoples. Ratiba yetu sio rafiki sana. Kwa haraka kwa maslahi ya muda, niombe viongozi wa majimbo walioko mahali hapa wasogee kwa ajili ya salamu, alafu tuendelee na ratiba. Naomba viongozi wa majimbo waliopo, tafadhali naomba mpunge mikono. Muda wetu sio rafiki. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa niaba ya jimbo la Tarime vijijini, naomba nimlete kaimu katibu kwa dakika moja tafadhali. Makamanda peoples. Kuna watu hapa wasemi power. Makamanda peoples.
Alafu nisaidie kusema Wandu Nuruma, unasema Nkuyuri. Mkono wako unafanya Nkuyuri. Wandu Nuruma. Baadaye naitwa Denson Makanya Nyang'ana. Ni kaimu katibu wa jimbo la Tarime vijijini. Mheshimiwa makamu na kaimu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa, na kukaribisha katika jimbo hili la Tarime vijijini ambalo pia umewahi kuwa mbunge katika jimbo hili, ukafanya mambo makubwa ambayo CCM wameiga kufanikisha, wamekwama. Mpaka sasa hivi watu wanakotoka mama wanakuwa kwenye mitaro. Hayo muda hautoshi sana, lakini nakukaribisha kwamba katika jimbo hili kuna wahanga wa matukio wako hapa. Kwa hivyo utakapokuwa umepata muda, utawapa nafasi ili kusudi pamoja kuwa muda ni mfinyu, wapate ingalao kuwasilisha madhira ambao wameyapitia. Wengine wamepoteza watoto wao, wamepoteza mama, wamepoteza wazazi, wako katikati yetu hapa. Jambo la mwisho, pamoja na kuwa nimebanika sana, nilikuwa ninatoa onyo kali kupitia jukwaa hili. Chama cha Mapinduzi ambao ni wenzetu katika siasa, waache kutumia wale wazee wa jumuiya ya wazazi Tanzania kuwageuza kuwa wazee wa kimila. Hata sisi tuna wazee, tunaweza kuwageuza kuwa wazee wa kimila. Chunga sana kwenye mstari huo. Utasoma kwenye kitabu cha Hesabu 22 mstari wa 2, anasema yule mfalme aliita wazee akawaambia nilaanie hawa watu. Ingelikuwa ni Chadema na CCM kipindi hicho, angelisema nilaanie hawa Chadema kwa sababu wanakuja vibaya, hatulaniki ng'o. Asante. Peoples. Kabla sijamnyanyua mwenyekiti wa wilaya kwa ajili ya kutufungulia mkutano rasmi, naomba niseme jambo moja. Ndugu zangu Wanasirari, vita ni kali sana. Tunaomba mtuunge mkono ili tuweze kuishinda vita hii. Vita sio ya Chadema. Vita ni ya kwetu sisi Wanasirari na Watanzania wote kwa ujumla. Tunahitaji tupate katiba mpya kwa maslahi ya watoto wetu na vizazi vya sasa na vijavyo. Na ili tuweze kuipata katiba mpya, tunaomba mtuunge mkono kwa tone ili tuendeleze hii injili kila kona, ili tuweze kupambania nchi yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tutahitaji mtuunge mkono sana, kwa sababu Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wilaya yetu inayo changamoto nyingi sana. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita, wapo viongozi wa Chadema ambao walishinda kwa tiketi ya chama chetu, lakini baadaye walirubunika kwa fedha wakaunga juhudi kwa maana ya kuhamia CCM. Lakini mpaka hivi leo tunavyozungumza wanafanya kazi na kwa tiketi ya CCM, na wakati walichaguliwa wakiwa Chadema. Tumejaribu kuandika barua kwenda kwa mkurugenzi, lakini haijafanywa kazi mpaka sasa. Lakini pia haikuishia hapo. Katika uchaguzi uliopita, uchafuzi uliopita kwa tukio la tarehe 29, wapo watu wengi walipata madhira sana ndani ya hii eneo la Sirari na Tarime kwa ujumla. Kwa hiyo na hao wakati utazungumza, tunaomba angalau uwatetee na uzue namna ya kuwasemea. Hatukuishia hapo tu. Bado watu wanaendelea kunyanyaswa na swala la utekaji limekuwa ni changamoto kubwa sana, hasa katika maeneo haya ya Sirari. Ndugu zetu wametekwa na hawajulikani walipo. Kwa hiyo tunaomba mtuunge mkono ili tupaze sauti ili kuwatetea hawa ndugu zetu ambao hawajulikani wako wapi. Hata watoto wao wanashindwa kuelewa, baba alishakufa au yupo, atarudi au hatarudi. Ni tatizo kubwa sana. Baada ya maneno haya machache, naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wa wilaya ili aweze kutufungulia mkutano. Karibu mwenyekiti. Singida hai 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 hai, tupige kura kwa Chadema hai 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 hai, uoga basi, vitisho basi. Asante. Karibu mwenyekiti. Asante katibu. Kabla hatujafungua mkutano, naomba watu wote huku tusogee huko hivi. Sogee, makamu mwenyekiti awaone, tusogee huko watu wote hao. Tunaomba msogee usawa mkutano. Tunaomba kwa heshima tu, tunawaheshimu ili makamu anapokuwa amekaa na waangalia watu wa nyuma. Watu wa nyuma. Peoples. Makamu hajaona hizo salamu. Kunjeni tuzungushe, zungusha mkono. Zungusha mkono.
Zungusha mkono. Hata maaskari nyinyi ndugu zetu, zungusheni tu. Hatuna ugomvi na nyinyi. Zungusha. Zungusha huko nyuma wote, zungusha huko makamu hajawaona, zungusha people. People! Chadema! Asanteni sana. Mheshimiwa makamu wa chama taifa, Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, Mheshimiwa Lucas Ngoto, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, Mheshimiwa Chacha Heche, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa makamu, karibu nyumbani. Hapa ni nyumbani ulipozaliwa. Wanasirai wana hamu yataka kukusikiliza wewe. Au mnasemaje? Mnasemaje? Kwa sababu wana muda mrefu sana hujaongea na hawa watu. Wewe tunakukaribisha sana. Kabla sijafungua mkutano, kuna kitu nataka kuzungumza kimoja hapa. Hata sikutakiwa kukijibu, lakini nataka nikiongee. Leo wakati vijana wakifanya hamasa ya Chadema mtaani hapa, kuna mtu yuko hapa mjinga eti anaitwa diwani wa CCM, ambaye hata hakuchaguliwa, hakupigiwa kura. Amepita mtaani anahamasisha vijana kwamba wasije kwenye mkutano, kwamba hapa tunakuja kufanya fujo. Kuna fujo hapa? Kuna fujo hapa? Polisi wako hapa, kuna fujo hapa, wameiona hapa? Mtu mjinga kabisa. Hakuchaguliwa, hakupigiwa kura, anatembea na yumba hapo, anaenda kuhamasisha fujo kwa mtaani. Tunawaonya watu wa CCM. Tunawaonya watu wa CCM. Mikutano hii iko halali kwa mujibu wa sheria za nchi. Iko halali, ndio maana polisi wametupa kibali cha kuja kufanya mkutano huu, si ndio? Waache kiherehere. Waitishe mikutano yao ya hadhara. Waje wazungumze na watu. Wamebaki kuvizia tu kwenye misiba. Wanabaki kuomba watu wafariki waende kufanya mikutano kwenye misiba. Kama wanajua walichaguliwa kwa kura hizo wanazosema, waitishe mikutano tuwaone hapa kwenye uwanja hapa. Wanatembea wanaongea matope kabisa mtaani hapa. Sisi ni watu wa amani. Tumepeleka taarifa polisi, tumeruhusiwa kufanya mkutano huu hapa. Mtu anajiibukia tu huko, anaambia watu msiende kwenye mkutano wa Chadema, wanaenda kufanya fujo. Fujo iko wapi hapa? People! People! Basi ndugu zangu, kwa sababu muda sio rafiki kabisa, ninyi mnaona. Na mkutano huu ni wa makamu. Tunataka tumpe nafasi azungumze kwa muda unaotakiwa, si ndio? Kwa hiyo naomba nimlete mwenyekiti wa Chadema wa mkoa, Mwalimu Chacha, atamleta hatimaye mwenyekiti wa kanda. Kuja tuagane. People! People! Mkutano umefunguliwa, uko wazi, karibuni sana. Chadema Peoples. Mkutano sio wangu, na kwa sababu ya muda tunahitaji makamu kuanzia saa 11 awanze kubakia. Sawa sawa? Mimi nataka niwaahidi kitu kimoja. Safari ni ngumu. Sawa sawa? Safari ni, lakini washindi watafika mwisho. Washindi watafika mwisho. Mwambie mwenzako tunataka na wewe uwe sehemu ya washindi. Mimi nitafanya kazi ya Joshua aliyofanya katika maandiko. Itahakikisha Musa simuachi, na lazima tufike Kanani. Wangapi wanasema tutafika Kanani? Wangapi tunafika Kanani? Mungu awabariki sana. Peoples. Mwenyekiti wa kanda karibu. Kidogo. Ninayo timu yangu hapa ya mkoa na mheshimiwa makamu mwenyekiti. Leo kuna wananchi hapa wanataka kukuunga mkono kwa ajili ya tone. Kwa hiyo muda utakaposimama, viongozi wa mkoa watasimama kwa ajili ya kukuunga mkono kwenye kufanikisha baraza kuu. Tuna kakibunda. Kwa hiyo hakikisho la tuberekera. Mwenyekiti wa kanda karibu uweze kuendelea na itifaki. Asante sana. Asante. Silali Peoples. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa,
wa Mara, Mwalimu Chacha Heche, waheshimiwa viongozi wa ngazi zote mlioko hapa, itifaki zenu nimezizingatia. Wananchi wa Sirari na Watanzania wengine mliokuja kutusikiliza, itifaki yenu nimeizingatia pia. Kwanza naomba ni watake radhi viongozi ambao mmetangulia kuzungumza, mwenyekiti wa mkoa pamoja na mwenyekiti wa wilaya na viongozi wengine, kwamba mkutano huu ulikuwa ni wa siku chache, lakini mmefanya kazi kubwa na wananchi hao wameitikia. Hongereni sana viongozi wote mlioshiriki katika kuandaa mkutano huu. Lakini jambo la pili, naomba niwashukuru wana Sirari kwa namna ya pekee ambavyo mmeendelea kutuunga mkono sisi watu wa Chadema, ambao na sisi hatujawaangusha. Tumeendelea kusema yale ambayo yanawakabili. Tunawashukuru sana watu wa Sirari, mliposikia matangazo kwamba Chadema tunakuja kuzungumza na nyie, mmeacha kazi zenu na mmekuja kutusikiliza. Lakini jambo la tatu, naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya Chadema kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Simiyu pamoja na Shinyanga kutoa pole nyingi kwa watu wa Sirari, nikitambua ya kwamba yale tunayoyapigia kelele katika nchi hii ya wananchi kutekwa, wananchi kuuawa, waathirika wakubwa katika taifa hili, Sirari wanachukua karibia 60% ya watu ambao wametekwa katika taifa hili. Kwa sababu hiyo, naomba niwape pole, maana tunajua ya kwamba miongoni mwetu tulioko hapa wako Watanzania humu ndani, wako hapa wamama, wapo watoto, wapo vijana, wapo wazazi ambao hawajui wafanye nini, waite msiba au waendelee kuwa na matumaini, kwa sababu hawajui ndugu zao wako wapi. Hayo, hakuna maumivu makubwa kama hayo. Afadhali mtu ambaye akiamka asubuhi anakuta kaburi la mume wake, anaambia watoto, palilia kaburi la baba yenu hizi nyasi ambazo zimeota. Afadhali mama ambaye anaamka asubuhi anaenda kwenye kaburi la kijana wake, anang'oa nyasi, anasema kijana wangu umelala hapa. Lakini sisi watu wa Sirari hatuna hiyo kaburi, hatujui watu wetu wako wapi. Haya ni maumivu makubwa kwa watu wa Sirari. Poleni sana wa Tanzania. Na CCM, nimesikia hapa mwenyekiti wa wilaya anazungumza kwamba kuna mtu wa CCM amepita anaambia watu wasije kwenye mkutano. CCM ilijizika yenyewe, ilichimba kaburi yenyewe, ikajizika yenyewe kwa matendo yao. Ndiyo maana hakuna mtu hata mmoja, mwana CCM hata mmoja, huwezi kusikia kiongozi wa CCM hata mmoja anaoweza kuja hapa hadharani akasema tunalaani kitendo cha Watanzania kutekwa. Hayupo hata mmoja anaweza kuja kusema. Muulizeni huyu anayejiita diwani, alishinda kura ya maoni? Alishinda kura ya maoni?
kama sio Sinda aliyeshinda kura ya maoni, zimebaki siku 2 si siku 3 akachukua fomu ya serikali, si ndipo alipochukua yeye? Angekuwa ni mtu ana ubinadamu, hata asingethubutu kwenda kuchukua fomu, asingethubutu kwenda kuchukua fomu, asingethubutu. Lakini kwa sababu ya uroho, kwa namna ambavyo wana CCM hawana utu, yeye akaona ni fursa kwamba awe diwani, na leo atembee kifua mbele eti mimi diwani. Udiwani baada ya nini? Ulipata baada ya nini kutokea? Waambie atumie akili, sawa? Waambie atumie nini? Jambo lingine ambalo nataka kuzungumza na Watanzania na Wanasirari, tumesikia na sisi tunaofuatilia mitandao ya kijamii tumesikia kwamba kuna gari ambayo inabadilishwa namba kila wakati, inamfuatilia makamo mwenyekiti wetu huko kila mahali anapoenda. Nimekuja kuambia Watanzania mlioko hapa na Wanasirari kwamba kwa kuwa hiyo gari na kuna mwananchi yoyote nchi hii anayeweza kubadilisha gari akaweka namba hii jioni, akaweka namba hii na ikafika jioni hajakamatwa, hayupo, si ndio? Likitokea lolote linalompata makamo mwenyekiti, tunaamini hiyo gari inayomfuatilia itakuwa imehusika, na Watanzania mnajua wa kumuuliza John Heche yuko wapi. Sawa sawa? Sawa sawa? Wanasirari, likitokea jambo wote mjue wa kumuuliza ni nani. Sawa sawa? Haiwezekani kwamba kuna gari itabadilishwa namba asubuhi ipite beria zote isijulikane ni nani. Likitokea hilo jambo, Watanzania mlioko hapa na wale mnaotufuatilia tutajua wa kumuuliza ni nani, kwamba makamu mwenyekiti yuko wapi. Jambo lingine, sisi tumekuwa tunazunguka katika nchi hii. Ajenda yetu ni katiba mpya, Free Tundu Lissu. Na katika Free Tundu Lissu wameongeza watu wengine na wamewekea kesi za ugaidi. Katika kanda yetu ya Serengeti, katibu wetu wa kanda ya Serengeti ambaye leo tungekuwa naye hapa, Mwenyawani, yuko gerezani kwa sababu amepewa kesi ya ugaidi. Sasa sisi hatuwezi kunyamaza kuidai katiba mpya, hata kama watasema viongozi wa Chadema wote, wa kamati kuu mpaka watawi wote twende gerezani. Mtakaobaki muendelee kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tunataka katiba mpya, watu wa Sirari. Tunataka katiba mpya ili tuwe na maamuzi ya kuamua nani awe mwenyekiti wa kijiji anayetokana na sisi, nani awe diwani anayetokana na sisi. Tuamue sisi ni nani awe kiongozi wetu, nani awe mbunge, tuamue sisi. Leo tunavyozungumza, halmashauri upo, ujinga unaendelea. Halmashauri huko, halmashauri ya Tarime vijijini mwaka jana walisema wanatoa mikopo kwa vijana. Naomba niwatake watu wa TAKUKURU ambao wanajua pengine kufuatilia watu wa Chadema, waende halmashauri ya Tarime vijijini, waulize vijana waliopewa mikopo wako wapi, wakutane nao. Wamepewa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wengine ni wamama vikongwe, sio vijana ambao wanatakiwa kupewa mikopo. Viongozi wa CCM walikuwa wanatumia hiyo mikopo kwa ajili ya kujijenga, kwa ajili ya uchaguzi wa ndani yao.
mwaka kesho hakuna vijana waliopewa mikopo. Kuna kijana alipewa mkopo hapa? Tunyoshe mikono vijana waliopewa mikopo hapa. Hakuna. Pesa hizo sio za CCM, ni pesa za Watanzania. Kwa hiyo watu wa TAKUKURU, nendeni halmashauri ya Tarime vijijini. Mikopo iliyotolewa kwa kudanganya kwamba wanapewa vijana, hakuna vijana waliopewa mikopo. Hii ni kwa nini? Hatuna watu wa kusema kwenye halmashauri hizo. Wote walioenda kama madiwani, mkurugenzi ndiye aliyewaweka pamoja na polisi. Kura zilipigwa mule kwenye halmashauri. Akitaka kuleta mdomo anauliza, unajua ulikujaje hapa? Inabidi anyamaze, si ndio? Halmashauri ya Tarime mjini kuna kitu kinaitwa soko jipya. Waulize, kuna vibanda vimeongezwa TAKUKURU. Nendeni muulize mkurugenzi, vile vibanda ambavyo vimeongezwa, ni lini walitangaza tenda ya kuongeza vile vibanda? Wangapi walishindana kuomba hayo maeneo ili wajenge vile vibanda? Hakuna. Watu walipita, wanajua namna gani ambavyo wametoa yale maeneo, na watu wanaendelea kupeana pale na watu wengine hawapewi. Na kibaya zaidi, soko ambalo pesa ilitolewa, hela za Watanzania zilitolewa, mtu akapewa kuchora ramani kwamba tunataka kujenga soko hapa, mamilioni yakatolewa, akapewa mtu kuchora ramani. Leo eti wameanza zile barabara ambazo ziliachwa, eti wanaenda wanapiga hatua 1, 2, wanaambia mtu jenga na wewe hapa tena mule kwenye soko, wanaambia watu wajenge. Kulikuwa na sababu gani? Kama tulikuwa na uwezo wa kupiga hatua 3, 2 tukawapa watu wakajenga, tulikuwa na sababu gani ya kutoa mabilioni ya pesa na kumpa mtu achole ramani ya soko lile? Tunawaomba TAKUKURU, kinachoendelea pale ni ufisadi mkubwa ambao uko pale. Hakuna mwenye nia nzuri. Wanasema eti wanaongeza mapato, eti wanajenga vibanda kuongeza mapato. Si kweli. Ufisadi mkubwa unaendelea kule. Ukienda halmashauri ya mji wa Tarime, mheshimiwa makamu mwenyekiti, kuna eneo ambalo kulikuwa kunafanyika, halmashauri ilikuwa inakaa pale sawa, wao wamekuwa diwani, badala ya kujenga nyumba ya heshima, gorofa, waweke kitega uchumi, wameenda kuweka vibanda vya kawaida ambavyo hata wao mwenyewe halmashauri yenyewe haitoi vibali yale maeneo kujenga nyumba ya kawaida, ila wao tunavyozungumza kuna vibanda vya kawaida vimejengwa, vibanda 35, ito wanasema ni kitega uchumi. Wameshindwa kutafuta hata mwekezaji aweke gorofa pale, tuwe na kitega uchumi kizuri na mji wetu upendeze. Hii ni kwa sababu uchaguzi ukuwepo, watu walioko pale hawawezi kusema chochote, anayeamua ni mtu mmoja peke yake. Tunataka katiba mpya ili tupate viongozi ambao wanaenda kuwakilisha wananchi katika halmashauri zetu. Jambo la mwisho, ili tumlete makamu azungumze na nyinyi. Jambo la mwisho, Sirari Peoples, sisi tunaamini kwamba Tundu Antipas Lissu sio mwaini. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba Lissu sio mwaini? Nyosha mkono tuone. Na tunaishauri serikali kupitia kwa DPP aondoe kesi ya Tundu Lissu mahakamani, kwa sababu kesi ya Tundu Lissu haina masilahi yoyote na Watanzania na wanasirali mlioko hapa, si ndio?
kesi ya Tundu Lissu haina masilahi yoyote na Watanzania na wanasirali walioko hapa. Kwa tunamtaka DPP aondoe kesi ya Tundu Lissu mahakamani kwa sababu haina masilahi yoyote kwenye taifa hili. Sisi DPP anafanya kazi yetu. Yeye anasema jamhuri ni sisi, na anasema jamhuri inamshtaki Tundu Lissu kwamba inaamini Tundu Lissu ni mhaini. Sasa jamhuri ni sisi tulioko hapa. Sasa sisi tulioko hapa, mtu yoyote ambaye ni jamhuri anayehisi Tundu Lissu anatakiwa kushtakiwa anyoshe mkono. Sisi ndio jamhuri. Sisi ndio jamhuri. Tumshinikize DPP kwamba tunataka umshtaki Tundu Lissu. Anyoshe mkono. Mmeona? Hata polisi wote walioko hapa hakuna aliyenyosha mkono. Wote wamesema Tundu Lissu afanye nini? Achiwe. Wote tunaosema kesi ya Tundu Lissu haina masilahi, sisi ambao ni jamhuri hatutaki kesi hiyo, tunyoshe mkono juu. Asanteni sana. Sasa tumeambiwa hapa, wakati katibu anazungumza hapa, tumeambiwa kuna watu wanataka kutoa ushuhuda kidogo, wale ambao wamepata madhara mbalimbali. Kabla makamo hajaja kuzungumza, naomba wapande hapa atuambie yeye ni nani na ni nini na nini ambacho kimempata, ili makamo anapokuja kuzungumza ajue kuna watu wa namna hiyo. Tafadhali sana, niliwaambia kama wapo, tafadhali naomba Elizabeth Chacha na Sazia Peter, kuna Sabai Simeon Waitara na Febe Juma. Wako wapi? Waandishi wa habari nafikiri wote tunawaruhusu kurekodi, hata wale wa usalama wote nye rekodini, kwa sababu mkutano huko hadharani. Huyu si kikao cha ndani. Wote, hata kama wewe ni mtu wa usalama, wewe rekodi tu. Sawa sawa? Kwa sababu ni mkutano wa hadhara. Sasa makamu mwenyekiti, hao ni moja wa waathirika ambao watu wao, tusikilizane makamanda hapo. Haya, unatuambia jina lako na changamoto ambayo inakukabili. Sawa sawa? Mambo mengine atayazungumza makamu. Haya, tutulie peoples. Haya vijana, tutulie hapa. Haya, tuendelee mama. Peoples. Kwa majina naitwa Elizabeth Chacha. Ni mwanga niliyepotelewa na mume wangu kipenzi, baba wa watoto wangu. Mimi ni mama wa watoto watatu. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 2025 mume wangu alipotea na mwenzake akiwa anaitwa Gimase. Waliondoka na gari. Baadaye nilikuwa napiga simu yake ipatikani. Baadaye tukaja tukasikia taarifa gari ambayo walikuwa wameondoka nayo imepatikana Tarime. Tukaondoka tukaenda Tarime, tukakuta gari imepakiwa imerokiwa vioo. Baadaye polisi wakaja pale wakachukua taarifa, wakaja wakafungua vioo, hakukupatikana kitu chochote. Mpaka sasa hivi mume wangu hajaonekana, hatujui alienda wapi. Nimebaki na watoto watatu, ambapo mume wangu alikuwa mtegemezi kwenye familia. Hatuna baba wala mama, yeye ndiye alikuwa anasimamia wadogo zake, walikuwa wanamtegemea yeye. Kiujumla familia tulikuwa tunamtegemea. Sasa hivi hatuna mwelekeo. Ndugu mheshimiwa, mtetezi wa wanyonge, sisi wanyonge ambaye tunapaka
kukimbilia, hatuna tegemeo. Tunakuomba tusaidie Baba, tusaidie sisi wanyonge ambaye hatuna cha kutegemea. Tunakuomba Baba, sikia kilio chetu Baba, sikia kilio chetu Baba, tusaidie. Mungu naitwa Isaya William. Mtu hawezi kupotea, mtu si ng'ombe. Mtu anapotea, mtu si mbuzi. Hata ng'ombe ndio nyumbani. Mama karibu. Bamuleno kwa gongwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi natokea Choruba. Mtoto wangu watu wote wanamjua. Toro bamule asira ingo mwana wane. Toro akora gukora mune mirimo. Agamba ingo murogori nkarije. Ndokera muntu ibiga bigi. Aturi ni tinswi ni nyama. Bamule kweli Toro anaenda paka siku hii. Bamule mtaya mnasabira Toro aje. Mtoto wangu ananipenda na mimi nikampenda. Kweli Bamule. Bamule kweli mna abana bane uniti bakwibahe. Ata bandu bose bamanyiriga abana bane tibakwibahe. Iganki mkogota bandu bano batakwiba mragota Bamule. Toro Choruba, mtoto wa Maragoli. Mzee wangu tena anafariki juzi hapa. Nina bati Choruba kwenye sida. Bamule ya Kindagambe mtantulia viongozi. Toro aragachiri nyumba amabati tani mwamasha aganda makuru hanimbura za chai nyumbira gutwiri. Bamule ya Kindagambe umwana wana Kagamba iga mama wagotiri ninda kutukirigisimura yurata hanyi hano isiku hano. Bamule mutantulia ndini sida hano mona anarara koretere sendi sokyubure umugundu guno kurima. Baragamba iga unino mukabira ndinga wetwara Kenya omuntu agotirigo ndenge ni meka samana kitu ndaja samana tisa. Kwa wale ambao hawawezi Kikuria, Toru alikuwa kama tukiwa hapa. Utamkuta amesimama hapo, utamkuta yuko hapa. Ni kijana wetu. Alichukuliwa hapo, si hapo mpakani hapo, akiwa na wenzake. Wenzake wanasema gari imekuja hapa, wameenda wamemwambia ingia kwenye gari, ameingia kwenye gari. Mpaka leo mama analia hapa. Sisi mnajizika wenyewe hapo, mnasema si nini. Makamanda peoples. Kwa majina ni Sabai Simeoni Waitara. Ninahuzunika sana kumpoteza babangu ila sijui ambapo alikamatiwa hapo kituoni tangia mwaka 2024 mwezi wa kwanza tarehe 4. Lakini mpaka sasa hivi ni kila ninapofuatilia wananiambia kwamba toeni matangazo, na matangazo hayo wao ndo walimkamata baba, alikamatiwa kituoni. Hatujui alikamatwa na njia na sababu gani au na kosa gani. Ndugu waheshimiwa, tunaomba watetea wanyonge kama kweli kama mpo. Naomba mtetee hili swala la utekaji. Watu tunatekwa pasipo sababu yoyote ile. Naomba tusaidiweni. Haya, mimi muda wangu umeisha. Naomba tukunje ngumi ni waage. Sasa mwambieni yule aliyekuwa anapita anasema kuna fujo hapa. Waambieni kwamba wamejizika wenyewe kwa matendo haya. Wangekuwa wana akili, wangekuwa wanakemea haya badala ya kwenda kuambia watu.
sisi tunachokuja hapa ni kuambia watu, acheni watu waishi kwa amani. Na wengine hawaonekani, lakini walikuwa ni marafiki zao. Wakitaka kusema walikuwa ni marafiki zao. Hivi Sinda hakuwa rafiki wa polisi kweli? Rafiki zao kabisa. Rafiki zao. Watu wao karibu kabisa. Kwa hiyo CCM wanajizika wenyewe. Serikali inaweka ukuta mkubwa na wananchi kutokana na matendo yake. Serikali inaweka chuki, inajiwekea chuki kubwa yenyewe kutokana na matendo yake. Mmeona kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na mwenge unapita, na hili naomba niliseme. Mwenge unapita, mtu ana pikipiki, hawajui pengine imezimika ghafla, lakini mnaona kitendo alichofanyiwa. Alianza kupigwa mateke, wakakata ile magunia yake, wanarusha kwenye mtaro. Wanarusha kwenye mtaro. Na ukichunguza ile video, kuna mgambo yuko pale. Ndio maana sisi tunasema mgambo jeshi la wapi? Hii mgambo jeshi la wapi hili? Tunalaani kile kitendo. Ile ni vitendo vya ajabu. Ndio maana sisi tunasema kusiwe na kitu kinaitwa police force. Kuwa na kitu kinaitwa police service. Watoe huduma. Kama tungekuwa na police service, wangemhudumia yule kijana. Wasingekata zile kamba na kuchukua mizigo yake na kuweka kwenye mtaro. Wangezungumza naye. Lakini kwa kuwa ni force, sasa wao unajua ni kuforce tu. Ni kuforce. Kunja John aje aje. Kunja kule nyuma ambao wanakubali sasa John aje kuzungumza. Kunja. People. Sirari people. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu uzungumze na watu wa nyumbani, kaka zako, baba zako na ndugu zako. Karibu sana. Studio, twende. Sirari people. Haitoshi. Sirari people. Ayo baigule bose. Mko sawa sawa? Tasuni nina kikohozi leo na mafua. Sasa mnivumilie tu, sawa sawa? Na mtazungumza kwenye toni ambayo sio ya kwangu ya kawaida ambayo mmenizoea. Sasa mimi kwa kawaida ni mtu passionate. Kwa kizungu kusema passionate ni mtu mwenye anazungumza kitu kinachotoka moyoni, sawa sawa? Sasa leo mkasema yule jamaa mbona amebadilika? Mimi ni yule. Ninawashukuru sana kwa kuja. Huu mkutano ulitangazwa jana, si ndio? Tena saa 11 jioni. Na mmejaa hapa. Ungetangazwa hata siku 2 nyuma, leo mngevunja rekodi yenu wenyewe. Asanteni sana. Ninawashukuru wazee wetu wote ambao mmekuja hapa. Na kushukuru Baba Askofu na viongozi wote wa dini mliokuja. Mungu awabariki sana. Tuko hapa leo katika wakati ambao nchi yetu ina matatizo makubwa kabisa kuliko nafikiri nyakati nyingine zote za historia ya taifa hili tangu lipate uhuru.
ambapo utawala umefitinika, utawala ambao haujachaguliwa, una hofu, unaogopa mpaka kivuli. Ndio maana hapa ukiangalia polisi waliokuja hapa kunirekodi mimi, sio kwa nia njema, ili watafute tunapata nini hapa cha kumwekea huyu mtu matatizo. Wako karibia 10, yani hata wao wenyewe hawaaminiani. Huyu ana rekodi, huyu ana rekodi, huyu ana rekodi, ili wote wamepewa leo na stendi mpya kwa sababu ya HS. Hii ilikuwa nimeona wanaifungua hajawahi kutumika. Sasa wekeni kamera zenu. Mimi ni yule, sio? Wala hakuna cha kuogopa. Mimi ni yule ambaye akiwa Sirari atasema hivyo, akiwa Mbeya atasema hivyo. Nyie tafuteni matatizo yote mnirundikie, na wala mimi siwezi kuwa ndio tatizo la nchi hii. Tatizo la nchi hii ni utawala wa hovyo, utawala wa hovyo unaotesa Watanzania wote kwa njia mbalimbali. Kuna wanaoteswa kwa kutekewa ndugu zao, tumewasikia hapa. Kuna wanaoteswa kwa mali zao kuchukuliwa. Kuna wanaoteswa kwa uchumi ambao umewashinda namna ya kurekebisha. Vijana hawana ajira, wanateseka. Kuna wanaoteswa kwa kukosa hata maji kwenye nchi ambayo ni ya 3 duniani kwa kuwa na maji mengi. Kuna wanaoteswa kwa mazao yao, wakilima ulimili umwene, umepanda mwenyewe, kila kitu mwenyewe, ukifikisha hapo tu barabarani ushuru. Huwa mnawapa mbegu bwana askari, mbegu zao. Nchi hii ina matatizo, na kwa sababu ina matatizo lazima tuyajadili. Lazima kuna watu ambao wajitokeze kuyajadili, na nataka nianze na salamu kutoka kwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Nilipokuwa niko hapa, mmeona nimepokea simu, ilikuwa ya wakili Kisabo, ametoka kumwona na akatuma message maalum kwenu kwa sababu aliambiwa leo nitazungumza na nyie. Amesema anawasalimia sana na anawapenda sana. Lissu alikuwa tangu akamatwe anafanya mazoezi kuzunguka uwanja mara 50. Wiki iliyopita akawa anasikia maumivu makubwa sana kwenye hip, kwenye nyonga na mgongoni. Daktari wa gereza akamshauri, kwa sababu pia hakuna vipimo gerezani vya maana vyovyote, ni vipimo vya kijingajinga hivi tu. Kwa sababu magereza zetu badala ya kuwa maeneo ya kwenda kurekebisha watu tabia, ni maeneo ya kwenda kukomoa na kuumiza watu. Ndio magereza za Tanzania. Magereza nyingine zote duniani za watu wanaofikiri kwamba binadamu anaweza kubadilika. Unaweza kwenda magereza hujui kusoma ukatoka na degree. Unaenda huna ujuzi ukatoka na ujuzi, ukaja ukiwa fundi wa magari. Badala ya kuwa mwizi unafungua garage. Unaenda gerezani unafundishwa kujenga. Ndiyo maana ya magereza. Hata nembo ya magereza ya Tanzania inaitwa magereza na urekebishaji. Lakini magereza za Tanzania ni magereza za mateso, za kuumiza watu, za kutweza utu wa binadamu kwa sababu ya utawala usiojali watu. Sasa Lissu alikuwa anazunguka rapu 50. Juzi ameshindwa kuzunguka, akawa anazunguka rapu 20. Kuanzia jana hawezi tena kuzunguka hata rapu 1. Kwa hawezi kuzunguka tena gereza ile mazoezi. Maana yake ni kwamba anazidi kuumia, na anazidi kuumia sio kwa sababu ana makosa, kwa sababu watu wanaoshindwa kushindana naye kihoja
kwa hoja, wamemkamata, wanamtesa. Nilisema tangu siku ya kwanza, na Watanzania wanajua, Watanzania hawatakubali jambo lolote limpate Lissu baya. Hatutakubali. Narudia, haitakubalika, kwa sababu wanajua mmemkamata bila kosa, mmekaa naye, mnachelewesha kesi kwa makusudi. Mnakaa na mtu miezi 4 5 bila kuendelea. Kesi namba 1 kwenye taifa hili, ambayo ndio kesi pekee inayoapia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama hakuna resource, kesi nyingine zote zilipaswa kusimama, kwa sababu hii ni kesi ya treason, ni kesi ya uhaini ambayo mtu akihukumiwa ananyongwa. Leo ni mwaka 1 na miezi 4, kiongozi wetu yuko ndani bila makosa, kwa furaha ya watawala dhalimu ambao wameua watu kwa kujiweka madarakani, utawala unaonuka damu. Na tumekaa nao hapa sasa hivi. Wakati napanda hapa, na nitumie fursa hii kumjibu huyu kijana once and for all, nimwambie mimi sio saizi yake. Mimi nimeanza hapa, nyie ndio mlinitoa hapa. Nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge wa kuchaguliwa tena wa upinzani. Mzee, mimi ni mbunge nimechaguliwa wa upinzani, against all odds, against polisi, against usalama wa taifa, against vyombo gani, mimi na wananchi hawa nikashinda. Mbunge wa upinzani, mbunge wa upinzani. Mpaka sasa wamefuta uchaguzi kwa sababu hawawezi tena kushindana na sisi. Sasa kuna kijana anafikiri akiongea kuhusu mimi anapata mileage. Anasema kwamba Heche, vyombo vya usalama, kijana wa CCM sio ameteuliwa juzi na Samia, ni wa kuteuliwa, twajai kuwa hata diwani. Anasema vyombo vya usalama vimfuatilie Heche, viniangalie. Vimechelewa, vianze hata sasa hivi. Sawa sawa, vianze hata anasema vyombo vya usalama, kwa sababu mimi niliwaambia hawawezi umziki. Sasa walianza wao wanafanya mikutano ikafa kifo cha mende cha kawaida, kwa sababu hawawezi. Sisi tunatangaza mkutano hapa jioni saa 11. Bwana polisi, simlisikia walianza saa 11 matangazo? Watu hawa hapa wao wametangaza, hata mawaziri si 5 wanakuja hapa, sio? Wakatangaza mwezi mzima, wakaishia kuja kukaa kwenye tenti kama hapo hao wazee walipokaa. Sasa sisi hatutumii nguvu, wanatumia nguvu nyingi sana. Sasa wamefika sehemu, kwa sababu hawawezi tena mikutano, wameanza kujisalimisha kwa vyombo vya dola kwamba mkamateni Heche. Na kunikamata mimi au kunifuatilia haiondoi ukweli kwamba wananchi wamechoka na hawaitaki tena CCM. Uongo kweli? Hiyo la kwanza. Kwa hiyo wewe kijana wa CCM, unikome kama ulivyokoma ziwa la mama yako. Fanya mambo ya yule aliyekutuma, aliyekuteua. Mimi achana na mimi. Sawa sawa? Jambo la pili. Mama Nkuigule, Toru Musani wane alengi, pole sana. Na mimi nitafanya kazi ile Toru aliyokuwa anafanya. Nyumba yao hiyo tutaiezeka, ikae vizuri. Haiwezi kumrudisha Toru, lakini tutasaidia pale tunapoweza. Nimemsikia huyu dada ambaye mume wake amechukuliwa, ametekwa. Nimepewa majina ya watu 24 hapa Tarime tu waliotekwa. Hii ndio kazi ya polisi. Ukisoma ibara ya 13 ya katiba inasema hivi: watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria.
Watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki ya kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Na watu waliopewa wajibu wa kulinda raia na mali zao ni askari polisi. Ndio maana tunapokwenda shambani tunafanya kazi ngumu, tunatafuta fedha, mwisho tunalipa hao askari wote ili watulinde. Kazi yenu sio kufuatilia mikutano ya Chadema na Heche, mko nyuma ya Heche, ni kulinda raia. Bwana Maskamu Arasio, ambaye watu wanakulaumu kwa haya mambo yanayojitokeza hapa ya utekaji, utuambie. Naongopa mimi. Familia ya Sinda imemtaja kwa jina Bwana Arasio, watu 24 na nitawasoma. Na watu wa Sirari mnisikilize, hili ni jambo kubwa sana, kubwa mno. Iko hivi, Martin Luther King Jr., mpigania haki wa watu weusi kule Marekani, alisema hivi, we must learn to live together as brothers. Narudia, we must learn to live together as brothers, or we perish together as fools. Nataka kuieleza kwa Kiswahili na kugikulia mnielewe. Maana yake anasema nini? Anasema hivi, ni lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu, au kama kaka na dada, au kama kaka na kaka. Lazima, anasema we must, sio ombi, we must learn to live together as brothers, or we perish together as fools. Lazima tujifunze kuishi pamoja kama ndugu, au tuangamie wote kama wajinga. Maana yake ni nini? Maana yake lazima tujifunze kuteteana. Si ndugu yako akipata shida utaacha kumtetea? Anawaambia watu weusi waliokuwa wanauawa na wazungu wakati ule, kama leo tunavyotekwa na kupotezwa, kwamba tusipoishi pamoja kama ndugu, tatizo la Sinda liwe la kwako.